Watu wa Mungu, kuokoka sio option. It is a mandate. Ni lazima. You can't avoid it, you can't run away from it, you can't hide yourself from it. Yani hauwezi ukatoroka kuokoka. Kama Mungu amekupangia kwamba wewe ndo sauti yake hapa duniani, kaa ukijua kwamba ndio wewe utakayekuwa sauti yake hapa duniani. At some point in my life nilitoka kwenye wokovu, nikaingia kwenye dunia na nikaanza kuandika nyimbo za kidunia. Na nikapata a lot of fame and a lot of praise kutoka kwenye wenzangu wa kidunia wengi. Lakini nilikuwa nikikaa mwenyewe kama Yona vile alivyokuwa amemtoroka Mungu kwenda Ninawi, alivyoingia ndani ya boti, akawa anajikuta ya kwamba walivyopiga kura ni yeye ndo alimjua kwamba hastahili kuwepo ndani ya nini, ndani ya boti ya kwenda kuelekea Tarshish. Vivyo hivyo watu walikuwa wakikaa na mimi at a certain time wananiambia, lakini Ayubu, haya maisha unayoishi unatakiwa ubadilishe maisha yako na uelekee wapi? Mfuate Mungu, kwa sababu ukiishi maisha ya kiungu zaidi ndivyo utakavyofanyaje, utakavyopokea wokovu wa Mungu zaidi. Lakini nilikuwa siwaelewi, nilikuwa na kaza fuvu, napotezea, anasema wai ya kazi gani haya yote ya maisha yote wanachokiongea, wajui chochote wanachokiongea. Na mimi nikawa nasema kwamba labda ndivyo maisha yangu yanavyotakiwa nini ya niendelee kuwa msanii, niendelee kumtumikia Mungu, niendelee na yani niko 50-50. Mimi ni msanii alafu mimi ni mtumishi wa Mungu. Yani nilikuwa niko kanisani alafu niko duniani. Na nilikuwa naona kwamba ndivyo maisha yangu yanavyotakiwa afanyaje yaende. Lakini amini kwamba hayo hayakuwa maisha yangu. Hayo hayakuwa vile ambavyo nilitakiwa kuenenda kwenye maisha yangu. Hiyo ilikuwa sio sauti ya Mungu kwenye maisha yangu. Yona alivyowaambia kwamba wamtupie ndani ya maji ili aende akapotelee kule ndani, Mungu alikuwa anajaribu kumwambia Yona, njoo na lazima uende Ninawi. Haijalishi sasa hivi uko wapi, haijalishi sasa hivi unafanya nini, haijalishi sasa hivi unafanyaje ama ni kitu gani ambacho unakifanya, lakini ni lazima uende Ninawi. Alivyotupiwa ndani ya maji, samaki akatokezea, akambeba, akamkwapua na akampeleka mahali alikotakiwa kwenda. Na alikaa siku 3 kwa sababu ya disobedience, yani ya ubishi. Siku 3 akakaa ndani ya nini? Ndani ya maji, ndani ya tumbo la samaki, kwa sababu hakutaka kutubu siku ya kwanza, hakutaka kutubu siku ya pili, lakini siku ya 3 akagundua kwamba bana, hakuna namna, lazima nitubu ili niweze kwenda wapi na kutakiwa kwenda. At some point na mimi nikagundua tu ya kwamba bana, yale si maisha yangu. Nakutana na mtu sasa hivi ananiambia, Ayubu unahubiri, anashangaa. Lakini sio kwamba anashangaa, lakini this is exactly what I'm supposed to be doing. Sivyo nitakuwa na mimi nimefungwa fikra.